Leo katika pitapita zangu mitandaoni nimekutana na jamaa mmoja anauliza swali na nikawa interested sana na hilo swali. Huyu jamaa anauliza kwamba Mungu alikuwa anaongea lugha gani na Adamu baada ya kuwa amemuumba. Lakini pia ameuliza Mungu aliwezaje kuwaita malaika majina kwa kufata alfabeti. Lakini pia ameuliza Mungu alikuwaje anaongea hizo alfabeti wakati wanadamu ndio wameunda hizo alfabeti. Sasa natamani nijibu hilo swali, na napenda niwe specific kabisa kwamba ili uweze kuelewa hivyo vitu lazima kwanza uelewe uumbaji wa Mungu. Mungu alimuumba Adamu kwa udongo. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa ujue ni kwamba Adamu aliumbwa akiwa katika ardhi hii, aliumbiwa hapa hapa duniani. Na baada ya Mungu kumuumba, alimfundisha lugha yake, alimfundisha baadhi ya mambo ikiwemo matunda ya kula na vyakula atakavyofanya, masharti, amri alizompa. Lakini baada ya hapo alimwambia awaite wanyama kwa majina atakayotaka yeye. Sasa katika ile bustani ambayo Mungu alimweka Adamu, tunafundishwa kwamba inaitwa bustani ya Eden. Lakini ile bustani kiuhalisia ilikuwa inaitwa Kabloni au Kebloni, ambayo iliwekwa east, inaelezewa katika Biblia, na imewekwa katika mto mkuu ambao umezungukwa na mito mingine minne. Sasa lugha ambayo Mungu alikuwa anaiongea na Adamu ni lugha ya Kikebloni au Chebroni au Kabrani. Sasa Kabrani ni nini? Kabrani ni sehemu, kuna sehemu duniani inaitwa Alikabloni au Alikebloni, ambayo hiyo sehemu ni Afrika. Afrika ndiyo ilikuwa inaitwa zamani sana, ilikuwa inaitwa Alikabloni au Alikebloni. Ile AL iliyopo pale kwenye hilo neno Alikabloni, ile AL ni neno la Kiarabu ambalo linatambulisha sehemu. Kwa mfano, unaposema Ali Ahali au Ali Masjidi au Ali vyovyote vile ambavyo neno la Kiarabu hilo Ali linatambulisha, yani ni neno ambalo linatumika kama the au ni, inatumika kutambulisha. Kwa hiyo ile Ali Kabloni linatambulisha eneo la Kablan, Keblon, ambalo ndipo mwanzo, chimbuko la wanadamu. Sasa hiyo Kebloni ni nini? Kebloni ndio tunasema sasa hivi tunakiita Kiebrania. Keblon, Kiebrania ndio lugha ya kwanza kabisa ambayo Mungu aliitumia kuongea na wanadamu. Na hizo alfabeti ambazo sisi tumezitengeneza baada ya kufundishwa na Mungu. Mungu ndiye aliwafundisha watu lugha, lakini watu ndio waliamua wayaite mazingira majina yapi, wawaite wanyama majina yapi, kwa kutumia lugha ambayo walifundishwa na Mungu. Na hizi lugha nyingine ambazo tumekuja kuzipata au tumekuja kuzitumia zimekuja baada ya the Babylon Tower, ambayo ilikuwa ni the gate to heaven. Watu walikuwa wanajenga geti kwa ajili ya kwenda mbinguni, wakamuone huyo Mungu, wakaishi na huyo Mungu, wakisimamiwa na mfalme alikuwa anaitwa Nebukadneza. Nadhani nitakuwa nimejibu swali lako.